Kumbe utakuwa ndo alompa maji mama. Alinywesha. Sawa. Sijajua nguvu zilitokea. Yule mjomba wangu ule akaja akaniacha. Kanikamata mjomba wangu ambaye sana anaenda kuchukua upanga. Kwa sababu kwao ni pale pale. Akaja akanikamata. Wewe Yusufu. Ndio anaambia Yusufu. Nenda bana wanakotaka wao. Wewe nenda tu. Nikamwambia bana niache kwanza. Niache kwanza basi nipumue. Maana naona wote mmenikamata. Niache basi. Akaniacha kidogo akanikamata rafiki. Ila ni mkubwa tu. Yule kidogo ndo nilipata nguvu nikaja nikampiga mume mikononi. Nikaja kukimbia. Yaani hiyo ni sijageuka nyuma. Na wao kunikimbiza kwa muda huu bila nilikimbia na kimbia. Nasikia tu huyo. Kaenda sehemu moja Shangani. Shangani na nyumba moja ya wazungu. Maeneo yale kuna nyumba ya rafiki yangu. Nimesoma naye, nikaingia mpaka ndani mwao. Wengine mkuta wamelala ukumbini mida sasa saa 3:00. Wameamka wamestuka. Maana nimefika ndani na watoto wanaojua Madrid wamestuka. Simama. Vipi? Yule rafiki yangu akaja kama amenisimamia kwa mbele, yani kama amenikingia kifua. Kwa vipi kwani Yusufu? Nikamwambia kwanza, nikamfutia nyuma uani kwao. Mwanangu naamini uchawi. Nimwambia unaamini uchawi? Ananiambia amna mimi siamini uchawi. Nikamwambia basi kwanza leo amini uchawi. Uchawi ni nimwambia nini kama mimi naomba unifiche hata kwenye banda la kuku. Nimwambia naomba unifiche kwenye banda la kuku, nilipata nijifiche. Kuna watu wananikimbiza huko. Mwanangu. Maybe akanikataa. Yaani kwa uoga wake ndio akanikataa. Akaniambia bwana ondoka kwa sababu nishawatisha sasa jamaa zake. Nilipo kafika nimwatisha. Nikaondoka. Nikapita sehemu fulani kule Shangani. Kuna nyumba moja mimi nikaja nikaingia. Nyumba ambayo kipindi kama hichi sijawahi kuingia, nyumba za kishua, yani uweze kuingia. Ila niliingia siku kwa ujasiri tunatabasamu. Nimeingia. Kule namoingia sasa nakutana na mtu ambaye namfahamu, ambaye alikuwa anakaa kule mtaani kwangu. Ila nakutana naye pale. Nimeingia paka ndani. Nimeingia ndani mfunga mlango mwenyewe yupo na mkewe ndani. Kwa vipi kwani Yusufu? Ni mwanangu kuna vitu vimenitokea. Sasa namuona sasa anachukua simu, nikamwambia acha simu kwanza. Nikamwambia acha simu. Ila mbona anachukua simu katika hapo nikitaka. Anapochukua simu nikamwambia acha simu nikusimulie ambacho kimenitokea. Sasa anachukua simu akili yangu kaniambia atakampigia mjomba wako kwa sababu ana urafiki sana na mjomba wangu. Maana mwenyewe ni boda. Nikamwambia basi naomba niende kwanza nikakojoe. Akanipa ruhusa hivyo kutokana nilimwambia acha simu ila akanipa ruhusa kutokana nilikuwa namkataza kuchukua simu. Kwa hapa nikichukua nimruhusu ende akakojoe, mimi nitapata nafasi ya kupigia simu. Ile kitendo natoka nje tu. Yaani kitendo natoka nje. Umeme ulizimika Shangani mzima. Alafu kulikuwa na kiza kwa sababu ile Shangani anategemea umeme. Kiza yani kile kiza ambacho Mungu mwenyewe alikiongeza nini? Cheusi. Kanatembea. Sasa kule nimeshazoea. Kanatembea napapasa. Na kule ni usiku uweze kutembea kwanza kuna mbwa kali Shangani. Ila nilitembea. Nikasa natembea kule kiza nikiona pikipiki tu naingia polini nalala. Polini ambapo huwezi kulala. Nikaa nalala. Ikipita na mimi nikapita nyumba moja nikuta wanasherehekea birthday. Nikuta jamaa anaongea na simu nje, nikamwambia bro nisaidie. Sasa yule jamaa alinitukana. Matusi yale makubwa. Toka. Unajua? Akasema mwizi. Unajua? Nikakimbia baada napita shule ya Kambarage. Uwanjani pale. Na crow hivi nikaona pikipiki kule pembeni naona kama labda tunafuata mimi na Luka. Na crow ni kama niko baharini. Crow. Naruka. Baadaye sasa nikapita mpaka msikiti mmoja hivi. Shule Kambarage pale, msikiti mmoja. Nalipita. Napita kwa pembeni. Kuta nyumba moja hivi. Watu wako kwa nje. Sasa mida ya saa 3 kama dakika 45. Pale sasa kiu imeanza kunikaba tena. Anakauka kabisa. Nikamwambia naomba maji. Sijasalimia. Akainuka dada mmoja, ingia dada ndani. Nita kama dakika 2 naona anachelewa. Mimi nikaondoka. Hajanipa maji ila nikaondoka. Yule bibi alikuwa kuna bibi tu kakaa nje pale ndio alimwambia mtu huyo binti kachukue maji. Na yule bibi hata hajashangaa nilipoondoka nikaondoka. Ndio 4,000 napita Shangani napita nikakuta duka moja liko wazi. India quarters. Hapo tukati tu. Nimefika pale dukani. Nikamkuta binti anauza. Nikamwambia naomba maji ya 500. Yule binti akanigea buku,
Kanipa na maji. Sasa natafuta 500. Nikamwambia 500 utachukua tu. Maana unaona chini. Sasa nakimbia kuna kunywa. Sasa akili yangu inaniambia niende wapi? Haina inaniambia niende wapi? Niende wapi? Nikaja tu neno moja tu. Kimbilia kanisani. Nikafika Coco Beach kanisani. Nikavuka barabara nikaingia kanisani. Kuingia kanisani moja kwa moja mdawani na uopo. Fika pale nikuta kisima hivi pale kanisani. Kanisa la Coco Beach. Yeah. Hiyo ile inaitwaje ile kanisa? Ila niliingia tu. Na mimi mdaoni ni Muislamu, ani sio mtu wa labda wa kufikiria kanisa. Ani sio mtu wa kufikiria kanisa kwa sababu mambo mengi tu. Naweza ingimbilia hata kwa shehe, ila najikuta nakimbilia kanisani. Na nini hasa kilikusukuma kipindi hicho kanisani? Yaani kanisani cha kwanza kilinisukuma, wale jamaa zangu wote ni Waislamu. Nasema huu upande ndo ni nini hicho ambacho kinatokea. Pindi kile Afrika ile kitu kingine kwamba mke wako ni Mkristo. Labda Mungu anataka niende upande wa mke wangu. Unajua? Hivyo vitu vinakuja kichwani mwangu yani. Na ukwai kipindi hicho mke wako ni Mkristo au ni Muislamu? Hakuwa hata kukupa msukumo kwamba leo mume wangu tuende kanisani, sijui ile mwingine anaokoka kwa sababu ya mwenza wao ana dini hii ndio maana wanakuwa. Wewe hiyo msukumo haukupata kwamba mke wangu ni Mkristo na mimi nimfuatilie Mkristo? Ana msukumo ambao nilikuwa nimeupata wa kwanza. Alikuwa ananiambia sana. Kwa tukitaka kuoana, nani anabadilisha dini? Nikamwambia hata mimi naweza nikabadilisha. Nilikuwa namwambia tu bila woga, naweza nikabadilisha dini mimi. Nikakufuata wewe. Kwa jinsi ambavyo nimeishi na wewe, jinsi umenivumilia. Naweza nikakufuata wewe. Sema uweze. Nikamwambia sio shida. Jinsi familia yako jinsi ilivyo vile, utaweza. Nikamwambia mimi naweza. Kutokana umeniheshimisha sana. Yaani sijapata heshima kama hiyo kwa mtu yoyote, kwa mwanamke yoyote. Sijawahi. Na wewe umenivumilia mpaka umenibebea mimba. Umenivumilia sana. Kwa hiyo nilipata msukumo mkubwa sana mimi wa kuwa na wewe na hata pia kubadilisha dini. Basi mimi nimefika kanisani pale. Ikaja tu akili ikasema badilisha jina. Nikachota maji, nikajimwagia, nikasema mimi kuanzia leo nitaitwa Josefu. Nikachota mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Hilo Josefu ushe kulitoa wapi? Hapo akasema ani Josefu ilitoa kutokana na nasema Yusufu. Yusufu ni Josefu. Kwa hiyo alijatoka mbali sana. Kwa hata alitoniumiza. Yaani Yusufu naona tu ni Josefu, hilo Yusufu Josefu. Sasa mimi kwanza leo ni Josefu. Kama jina ndo linaniumiza basi naomba basi nilibadilishe jina. Labda kuna sehemu jina langu wamelipeleka, maana nilikuwa kuna vitu nilikuwa navisoma tu katika mshiko wangu. Kuna watu wanalogo wa majina, wanachukua majina wanafanya. Ngoja hili jina. Hivyo nimwagia maji mara 3. Ile hali kapotea ya uoga yote. Sababu Coco Beach kuna pia watu walikuwa nimesoma nao, wengine maboda boda. Kwa nimetokea pale. Nipo ndani ya fence mule kanisani, natembea mule ndani, naogopa hata kutoka. Ila baadaye walikuta jasiri nikatoka na kukutana na jamaa mmoja anaitwa Yohana. Nikamuita, "Anapewa vipi mwana, mbona uko pepo?" Kwa mwanangu Majabu. Nikamsomea tu story kwa ufupi. Nikaa nipo ndani ya fence sasa, najiuliza jinsi ya kutoka. Sasa kabla ya mtumishi ulipofika pale kanisani, kwanza ilikuwa mida saa ngapi? Na pia ukukutana na mtu wa pale kanisani mida hiyo? Pale kanisani watu nilikutana nao, ila hakuna mtu ambaye alinijali. Kwa walikuwa wapo kwenye ibada au ilikuwaje? Hapana, ile siku ilikuwa sio ibada, ila pale pana kazi nyingi sana pale kanisani. Na sababu kuna shule pale. Ilikuwa mida saa ngapi? Nilikuwa mida saa 4 na dakika kama 5. Nakumbuka ile kanisa inaitwa Pentecost Coco Beach. Ndio. Basi nikaa kwanza kabla ya kwenda kuonana na rafiki yangu, nakumbuka niko mule ndani kanisani. Kuna nyumba mule, kuna nyumba watu wanaishi. Nikaa nimeenda kugonga hodi kwa nyumba ya mama mmoja kwa sababu nilikuwa hapo muda natafuta mchungaji. Aniseka nikuta akili tu nimtafute mchungaji. Nikaanza mimi ushijimwagia maji sasa akili kakasa kwa baba nataka mtafute mchungaji. Nikamgongea mama mmoja mweusi akawa humo ndani ya nyumba. Yule mama fungua, anambia vipi? Kafungua tu kidogo. Anambia na shida ya mchungaji.
hakuna mchungaji hapa.